Sifuna ni kama mtu anaendesha gari na mdomo kama mtoto anaendesha gari, anafikiria anaendesha gari. Hakuna vile mdomo unaendesha gari ati sasa mimi ni mtu fulani ati amebeba abiria. Sisi tukiwa watoto zamani tulikuwa tunafunga kamba, alafu mtu anakaa huko mbele. Alafu sasa watu pia wanafuata kitu kama hiyo. Hiyo ni hewa, hakuna kitu kama hiyo. Mtu anasema ati kuku ijengewe nyumba ni mtu anafuatiwa. Mtu anaita mtu kama Daktari Uburu ati amedioka. Mtu ambaye amekaa Kenya mpaka akaona at that age. Ukiita huyu mtu ati ni mjinga kiasi hiyo, inamaanisha hata wale wafuasi wake ni wajinga na wanataka upigiwe kura. Mtu anakuja anakimbia hapa na vyama ati sisi ndio mtu fulani, sisi ndio mtu fulani, sisi ndio nani, nini. Hizo vitu zenye wanasema cannot bring change ama iwezi leta mabadiliko katika maisha yetu. For example, sahi kuna maneno tunasikia hapa, sisi ni Sifuna, sijui nini. Hii maneno ya sisi ni Sifuna hii yenye wanakimbia nayo. Hii Sifuna ambayo sahi anasema ati anataka kutuongoza. In fact, hiyo maneno ya Sifuna ndio tumeikalia chini sasa tunafikiria. We were chewing hiyo maneno, tukadigest hiyo maneno Sifuna aliongea wakati ingine kule nyuma. Na tukakuja tukaangalia kama alikuwa amesema hii maneno. Saa hii tena nataka kura ya hao watu. Hii itawezekana kweli kwa Wakenya? One, Sifuna ODM ndio ilifanya kakua hapo mahali yuko. Raila alimuamini na chama na akamuamini na watu. Sifuna wakati Raila alifariki na baba alipoenda, hata hakuacha baba amalize hata mwezi 2 kwa kaburi. Akaanza kusema kwamba yeye ni Sifuna na anataka kutoka katika chama. Huwezi toka ndani ya chama ya ODM, chama ambayo imejengwa zaidi ya miaka 25 na wewe umekaa ndani ya chama miaka 5, hata kama umeaminika namna gani na huyo mtu. Kwa nini hakutoka wakati mzee alikuwa mzima? Well, hakuna vile chama ama mtu ama huyu mtu anajiita Secretary General, alikuwa Secretary General ya chama ya hiyo chama ya ODM. Hakuna vile unaweza sema ati wale watu wako ndani ya chama ati ni watu wa mediocre. Sasa saa hii umekuja kusema ati sasa unataka kura ya watu mediocre wakupatie kura. Inamaanisha kama unasema hata huu kiongozi wao watu is a mediocre, inamaanisha hata wale watu ambao alikuwa na waongoza ni wajinga. Na walikuamini na wakakupatia chama na ukakuwa Secretary General na wakakuinua na wakakupatia senator, alafu unakuja unawatukana ati hata kuku ya hiyo watu iwezi panda gorofa. What kind of a leader is that? So najaribu kuambia Wakenya kwamba mchunguze na muangalie viongozi ambao mnachagua. Before ujapiga kura, enda ukae, uweke mikutano ndani yako, ndani ya roho yako na nyumba yako na akili yako. Ujue huyu mtu anakuja kwangu ambaye ananitisha kura, anaweza leta mabadiliko gani katika maisha yangu? Kwa sababu kama saa hii nyumba zinajengwa, tafuta argument yenye mtu anaweza sikia. Bwana Sifuna, huwezi sema ati badala affordable housing ijengwe ati chumba cha kuhifadhia maiti ijengwe. Na wewe ni mtu amesoma, surely. Sasa ulienda kufanya nini katika university? Kama watu wamesoma, kama wanaagi namna hii, basi inamaanisha basi masomo basi itakuwa ni shida sana. Hiyo ni argument yenye hata Kalembe Ndile mwenyewe yenye ilikuwa inasemekana hajasoma. Angeagi vile huyu ndugu yangu anaagi ati badala kujenga affordable housing ati morgue ijengwe. Surely wewe ukikuwa rais utajenga hiyo morgue? Unataka kuongoza watu wamekufa? Wewe ukijenga affordable housing unataka kuwekea lift kuku, ati kuku sasa imewekewa lift inaenda mpaka 10th floor. Where on earth? Badala uwekee kuku grill inazunguka namna hii watu wanaangalia kwa kioo, wewe unataka kujengea kuku lift ati kuku ijengewa affordable housing. There is no way how the mediocres will give you votes, my brother. Go back to the factory settings na ujue mvua ilianza kukuchapia wapi. Hapana tembea namna hii ukianza kusema ati sijui nini, mimi ndio mtu fulani. Kwa wale watu wanafuata mtu kama huyo, ni kama mtu Sifuna ni kama mtu anaendesha gari na mdomo kama mtoto anaendesha gari, anafikiria anaendesha gari. Hakuna vile mdomo unaendesha gari ati sasa mimi ni mtu fulani ati amebeba abiria. Sisi tukiwa watoto zamani tulikuwa tunafunga kamba, alafu mtu anakaa huko mbele. Alafu sasa watu pia wanafuata kitu kama hiyo. Hiyo ni hewa, hakuna kitu kama hiyo. Mtu anasema ati kuku ijengewe nyumba ni mtu anafuatiwa. Mtu anaita mtu kama Daktari Uburu ati amedioka.
mtu ambaye amekaa Kenya mpaka akaona at that age. Ukiita huyu mtu ati ni mjinga kiasi hiyo, inamaanisha hata wale wafuasi wake ni wajinga na wanataka upigiwe kura. Wakenya mchunguze zaidi ni nini mnataka. Mnataka maisha namna gani? Ni nani mnachagua? Look at the good players who can score and give us the World Cup. Mheshimiwa Sifuna alikuwa amewekwa kwa midfield ya mpira because being a secretary general is like wewe ndio kiungo cha kati ya kusupply mpira. Na kama yeye ndio secretary general na yeye mwenyewe ndiye anafunga tena kwa goli yake, amehakikisha ile chama ilimlisha na ikampatia chakula, anataka kuangusha chama. Inamaanisha hata hiyo midfield ambayo alikuwa anacheza haikuwa na maana. Huyu ndiye alipatia Raila kazi ngumu sana. Kwa sababu kama anaweza ongea hivi ati watu waende maandamano, basi hao ndio basi walikuwa nasema basi watu waende wauliwe huko kwa mabarabara wakisukuma baba ati baba aende. Wawache baba apumzike na ODM na chama yake ifanye vile inataka katika manifesto yake. Wakiamua wanatembea na serikali, wacha watembee na serikali. Wakiamua vile wanataka kufanya chama na wafuasi wao, watafanya chama na wafuasi wao. Awache kushikana na watu kama Kinorengo ati wanasunguka waenda kusumbua wanga huko Homa Bay. Orengo kama ana manifesto, amepewa tu kaunti moja aongoze, only Siaya ameshindwa kuongoza. Sasa ataongoza Kenya? Hiyo Orengo hii vile nini? Irungu Kang'ata juzi anazunguka namna hii, anaenda namna ile. Saa hii naona anavalishwa kofia ya DCP. Kama yuko DCP, akae DCP vile Malala ako DCP. Tuache kusumbuana. Wanaleta confusion na maneno mingi Kenya. Kenya imeshafika mahali ya kwamba we are looking forward to catch Singapore. Na mtu anasema ati kwa hizo nyumba tunajengewa ati kuku ikae. Huyo ni mtu afai kuishi kwa Kenya. Huyo ni mtu anafaa atolewe na aende akae mahali avue samaki huko usijui wapi. Watoto wenye wamesoma ambayo wako kwenye universities wakiona hao Mheshimiwa Sifuna anaongea, hata sisi kama wazazi tulishangaa sana. Ati nyumba iwache kujengwa, mochari ijengwe. Ati huyu ndio mtu anaitwa Uburu ati mediocre. Mtu anasema mochari ijengwe. Mtu anasema ati kuku ijengewe nyumba. Alafu anasema Daktari Uburu ni mediocre. Na wale wapiga kura ni wajinga. Ati sasa huyu mtu ndiye anasema nataka kuwa Kenya. I think Kenya hii inataka maneno mingi. It need a proper divine prayers kwa politicians kama Sifuna na wenzake. Kwa hivyo mimi ningehimiza Wakenya wakuwe na amani, weka kura yako na amani, upige kura. Na mimi nimesimama Embakasi South. Na vile nimesimama Embakasi South, kawaida mnajua mimi ni mtetezi wa wanyonge na mimi ni mtetezi wa wale watu ambao Embakasi South kwa jumla ili wapate haki yao. Asanteni sana. Thank you.